بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Wa ba'd. Ndugu wa Kiislam, tunaendelea na vipindi vyetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bado tuko katika nguzo ya kwanza miongoni mwa nguzo za funga ambayo kuwa ni nia. Panasemwa kwamba nia ya funga haitoshelezi mtu kuweka nia ya funga moja kwa moja, yani akaiachia nia bila ya kuainisha ni funga gani anataka kufunga, bali ni lazima aainishe aina ya funga na hukumu ya ile funga anataka kuifunga. Ikiwa ni fardhi, ainishe kama ni fardhi; kama ni sunna, ainishe kama ni sunna, na ahudhurishe ile funga yake na nia yake kwamba ni fardhi ya Ramadhani kwa mfano, au kama ni wajib wa kafara, yani funga ya kafara, au anafunga sunna ya masiku meupe wa hakadha. Pia katika swala ni vile vile ainishe kwamba swala hii ninayoswali ni swala ya fardhi ya dhuhuri rakaa 4, au sunna ya magharibi rakaa 2. Lazima kipatikane kitu ambacho kuwa kinaitwa kuainisha aina ya ibada unayotaka kuifanya. Na katika haya tutatoa tambihi kuhusiana na nia. Nia ambayo kuwa inazingatiwa, ambayo kuwa itapelekea funga kuwa ni sahihi, ni ile ambayo kuwa inakuwa kabla ya kuanza ule wakati wa kujizuia na funga. Nia ambayo kuwa inaanza kabla wa wakati wa kujizuia na funga, ai kabla haijaingia alfajiri ya kweli, hata kama ni kwa sekunde kadhaa hivi. Ni sawa kama ni funga ya fardhi au funga ya sunna, lazima nia iwe kabla ya kuingia ule wakati wa kujizuia. Hakuna tofauti baina ya funga mbili hizi, ya fardhi na ya sunna, kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyiti siyama min al-layli, ambaye kuwa hakulala na nia ya kufunga toka usiku, fala siyama lahu, huyo hana funga. Kwa hivyo haitosihi funga ya mtu kuazimia kufunga baada ya kuingia alfajiri, eti kwa sababu hajala wala hajanywa. Hiyo ndio kauli sahihi ambayo kuwa inapasa ifanyiwe kazi. Tambihi ya pili, hakuna budi kuhudhurisha nia ule wakati ambao kuwa unaanza kufanya kitendo, ama ule wakati ambao kuwa unaanza kufanya ibada, ambayo kuwa ibada hiyo haijulikani maana yake ni nini. Yani hatujui kwa nini tumeambiwa sisi tuswali rakaa 4 ya dhuhuri, rakaa 3 magharibi, kwa nini tutie udhu viungo kadha tari, kwa nini tujizuie na kula, hatufahamu kama swala tari. Kwa hivyo ni lazima ibada hizi zitanguliwe na nia ule wakati wa kuingia katika ibada. Yani kama swala unapotaka kuleta takbiratul ihram, wewe pale uhudhurishe nia yako. Allahumma anasema isipokuwa funga inatosheleza nia kuwa toka usiku. Yani mtu baada ya kuftari pale akasema mimi naweka nia sasa kesho kufunga lillahi ta'ala, tari asile tena chochote mathalan, au usiku pengine akamka akala, lakini tayari kashaweka nia, basi inatosheleza. Lau kwamba huyu mtu atalala mpaka akamka alfajiri imeshaingia, huyu hakuna wasiwasi kwamba ameamka na nia ya kufunga. Tumefahamiana vizuri katika funga, kwa sababu huenda lau kama ingelikuwa kwamba lazima ile pia nia ya funga iwe ule wakati wa unapotaka kuingia ile wakati wa kuanza kufunga, ingekuwa ni mashaka na tabu, ingebidi mtu asilale mpaka ufike ile wakati. Lakini kutokana na rehema ya dini hii na wepesi wake, Mwenyezi Mungu anasema yuridu Allahu bikumul yusra, anakutakieni Mwenyezi Mungu upesi, wala yuridu bikumul usra, wala hakutakieni uzito. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe tusiyojua, na atujalie Allah subhanahu wa ta'ala kuyafanyia kazi yale ambayo kuwa tunayajua.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.